Kitabu cha Warumi 12 mstari wa kwanza anasema, basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Mstari wa pili, wala msifuatishe namna ya dunia hii. Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Namna ya dunia hii, lifestyle of this world. Namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Unaona hiyo, kwamba msifuatishe namna ya dunia hii. Kwa kuna namna ya dunia hii, there is a lifestyle ambayo watu wanapaswa kuishi hapa duniani. Kuna maisha ambayo yanaitwa namna ya dunia hii. Dunia hii ukikaa hapa, kuna mfumo wake unaokutaka uishi hivyo. Biblia inasema tusifuate hiyo njia ambayo imesukwa na mfalme wa uwezo wa anga, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. To be renewed in your mind. In your mind. In your mind. Ametumia neno nia akimaanisha ufahamu. Your mind. Your mind. Mfanye upya fahamu zenu. Mfanye upya fahamu zenu, ili mpate kuyajua mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Mfanye upya fahamu wenu. To be renewed. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Labda nizungumze kidogo juu ya ufahamu, nia. Kwanza, pointi ya kwanza ambayo nataka nikuonyeshe hapa, ni kukuonyesha kwamba mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi katika wana wa kuasi. Mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi ndani ya wana wa kuasi. Anatenda kazi ndani ya wana wa kuasi wapi? Katika fahamu zao. Katika fahamu zao. Watu wanaasi. Chanzo cha uasi ni mawazo yaliyokusanyika moyoni mwa mtu, ambayo yanatengeneza msimamo na yanatengeneza ufahamu. Kwa hiyo, nisikilize vizuri hapa. Mfalme wa uwezo wa anga kuna namna amesuka maisha kwa njia ya kushambulia ufahamu wako. Nisikilize vizuri hapa, utanielewa. Ufahamu wa watu wengi hapa duniani unashambuliwa usiku na mchana, kwa sababu kuna mfalme wa uwezo wa anga anataka watu waishi kama anavyotaka yeye, na wala sio kama neno linavyotaka. Na kwa sababu hiyo anahakikisha anadili na fahamu za watu. Kile wanachokifahamu watakuwa na msimamo nacho, na kile walichokuwa na msimamo nacho kinatengeneza maisha. Kwa hiyo utanielewa tu hivi karibuni. Kwa hiyo kama shetani au mfalme wa uwezo wa anga yuko kwenye kijiji, alafu anatawala ndani ya watu kwa kutumia roho ya uchawi, atapita kwenye fahamu za wanakijiji wote, atawaaminisha, atawapa msimamo kwamba wakipatwa na matatizo wamelogwa.
wakipatwa na matatizo waende kwa waganga. Watu hawaendi tu kuloga. Kijiji hakiwi tu na uchawi mwingi. Ni kwa sababu watu wa kile kijiji, fikra zao na fahamu zao zimepofushwa na mfalme wa uwezo wa anga. Akitaka waasi, anapita kwenye fahamu zao, kwenye nia zao. Kwa kuna watu ambao, nilienda kijiji kimoja zamani, ni 2010 na ngapi ile, 2016 kuhubiri. Zamani sana, kijiji cha mbali sana, mkoa wa mbali. Nikaenda nikahubiri, nilishangaa sana. Kwa sababu kila mtoto aliyezaliwa, kila mtoto kwenye nyumba utakayoingia, utakuta ni mtoto mchanga, amezaliwa na siku 2, ana wiki, ana mwezi, ana mwaka. Kila mtoto utamkuta ana hirizi, amefungwa hirizi tayari, mawili huku mawili huku mawili risasi zimeshawekwa mwilini mwake, mahirizi. Nikawa nawauliza wale wanawake, kwa nini mnawafunga watoto mahirizi? Wakasema hamna, sasa ni baba zao mchana wanakuwa hawapo nyumbani. Kwa hiyo ukizunguka door to door kuhubiria watu, hawakuti, wako kwenye mashamba, kwenye kilimo huko. Wakasema ni baba zao ndio wanawafunga, tuwezi kukataa, sasa tunafanyaje? Ndio ushaolewa. Unashangaa hawa watu wana fikra zipi kuhusu Mungu? Wengine kabisa ni Wakristo, wanaenda kanisani, lakini wanaamini kuna ulinzi unaoitwa mahirizi, lazima afanyiwe hicho. Unakuta mtoto mchanga amechanjwa, vidonda vibichi kabisa vya chale. Ngoja nikwambie, mfalme wa uwezo wa anga anavyotengeneza njia. Unisikilize hapa. Anatengeneza njia akipita kwenye nia yako na kwenye fahamu zako. Na ndio maana kama kuna silaha ya kumshinda shetani kubwa na kuvunja njia za giza, ni kujua njia za nuru, ni kujua neno la Kristo kwa wingi. Why? Kwa sababu maombi peke yake hayatoshi kuvunja kazi za mfalme wa uwezo wa anga. Kwa sababu anafanya kazi sio kwenye roho za watu peke yao kwa kuwajaza matabia. Anafanya kazi ndani ya fikra zao, kuwaambia hichi ndicho halali yenu.